Haleluya. Biblia inasema hivi, kuanzia ule mstari wa kwanza. Palikuwa na mtu mmoja wa Rama. Huyu Rama ni mji. Huyu mtu alikuwa ni msufi na alikuwa anakaa kwenye nchi ya milima upande wa Efraim. Jina la mtu huyu aliitwa Elikana, na mwana wa Yerohamu, mwana wa Elihu, mwana wa Tohu, mwana wa Sofu. Huyu alikuwa ni Mwefraimu. Naye alikuwa na wake wawili. Jina la mke wa kwanza aliitwa Hana, na jina la mke wake wa pili aliitwa Penina. Huyu Penina alikuwa na watoto. Penina alikuwa na watoto, na mtu huyo alikuwa anakwenda kutoka mjini kwake kila mwaka au mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika madhabahu ya Shilo. Na wale watoto wawili wa Eli, kwa maana ya Hofni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwa huko Shilo. Hata siku ilipofika, Elikana alipotoa dhabihu kumpa mkewe Penina sehemu, alikuwa anawapa na watoto wake pia, waume kwa wake sehemu zao. Kwa anawapa sadaka wale watoto na wenyewe watoe. Mke anapewa sadaka aende atoe, na watoto wanapewa sadaka waende watoe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Hana yeye upewa sehemu mara mbili, maana Elikana alimpenda sana Hana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Maana yake Hana alikuwa amefungwa tumbo asipate mtoto, asipate mimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ila wenzake humchokoza sana, hata kumsikitisha, kwa sababu Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Tena mumewe akafanya hivyo mwaka kwa mwaka. Hapo yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu, ndivyo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja uliyomwomba. Naye akasema, mjakazi wako naone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukukunjamana tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hii habari ni habari maarufu, miongoni mwa habari maarufu kwenye Biblia ni ya mwanamke anaitwa Hana. Na kwenye hii habari wanatajwa watu kadha wa kadha, lakini maarufu kuliko wote ni Hana. Asa ni muhimu tukajua kilichompa Hana maarufu ni nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kilichotuleta kwenye habari hii ni kiini cha ujumbe tunaotembea nao kwenye maombi haya ya siku 6. Maombi ya ukimya. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inaeleza kwa habari ya huyu mwanamke ambaye alikuwa ni mke wa kwanza kwa huyu ndugu anayeitwa Elikana. Na mwanamke huyu hakuwa amejaliwa kupata mtoto. Na Biblia inasema si kwa sababu alikuwa hana uwezo wa kubeba mimba. Hapana. Biblia inasema si kwa sababu wachawi walimloga. Hapana. Biblia inasema si kwa sababu alikuwa ameruka matego ya njia panda. Biblia inasema miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vimesababisha, au niseme kitu pekee kilichokuwa kimesababisha huyu mwanamke asipate mimba wala mtoto ni kitu kimoja. Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Nitakuuliza swali. Bwana alimfunga tumbo ili iweje? Mke wa mtu, tena mke wa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana alikuwa amemfunga huyu mwanamke tumbo ili nini? Na kuna wachache wajinga wachache wanasema, wakikuta andiko la namna hii linalosema Bwana amemfunga tumbo, wanasema mwandishi alikuwa amekosea. Bwana huaga afungi watu matumbo. Huyo ni shetani, ila mwandishi hakujua. Hapana. Biblia inasema Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Na haisemi sehemu moja. Hata Sarai ni Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. 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 Sasa unisikilize, maana kuna kitu nataka tuseme hapo kwanza. Tutazungumza kama vitu vitatu vinne kadri ambavyo Roho Mtakatifu ataniruhusu nikusemeshe kupitia andiko hili moja. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza ambacho nataka ukione ni hiki. Hii shida ambayo Mungu alikuwa ameruhusu iingie kwenye hii familia haikuwa ikimsumbua mume, ilikuwa inamsumbua mke. Ndio maana wakafika mahali hata mume Elikana hakuwa anamuelewa mkewe, na anamwambia mkewe sasa ya kwamba wewe mwanamke, naona kama una matatizo kwa sababu umesahau ya kwamba hata nilipokuoa hukuwa na watoto. Kwa hiyo mimi sijakupendea watoto, nimekupenda wewe kama jinsi ulivyo. Unapaswa kuridhika na upendo nilio nao kwako, usihangaike na watoto. Ndio maana unaona Mungu anamwambia unalia nini? Kwani hapa ndani huli? Yaani kama yule mwanamke alipewa hekima, au labda alimjibu lakini haikuandikwa kwamba sijapata chakula hapa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. 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 Kama ikiwa Hana alimjibu Elikana kwamba sijapata chakula hapa ndani, Elikana anaendelea kuuliza swali la pili. Unahangaikia nini? Unalialia mpaka unashindwa kula. Je, mimi kwako sio bora kuliko hata watoto? Hata kama ungepewa 10, si bado mimi mumeo ninabaki kuwa bora kuliko hao watoto? Sasa kinachokuuliza ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bado mwanamke ajibu kitu. Kama angetakuwa amjibu, na kama alimjibu lakini haikuandikwa, unafikiri alimjibu nini? Bwana Yesu asifiwe. Nataka mtoto. Nataka nini? Maana ndo ambacho Hana anajisikia huko ndani. Kwa kitu cha kwanza ambacho nataka ukione hapa ili niweze kuendelea mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hata unapokuwa ndani ya familia kama mke na mume,
Hata unapokuwa ndani ya familia na mmezaliwa 6 au 8 au 2 au 3 au 10 au 12 au 15, inategemea na idadi ya kwenu huko mlipozaliwa. Tunapata sasa. Hata unapokuwa ndani ya kanisa kama hii, ambapo unakuta tuko watu 5, tuko watu 8, tuko watu 200, tuko watu 600, tuko watu 2000. Ninachotaka ujue ni hiki: kile ambacho Mungu amekukusudia wewe sicho alichomkusudia kila mtu. Kwa hiyo ni vizuri sana ikiwa umekaa kwenye ndoa ambayo Mungu amekuweka, ukajua kusudi ambalo Bwana ameweka ndani yako kwenye hiyo ndoa. Kuna uzao wa kwako kiroho ambao Bwana anautaka kwenye hiyo ndoa. Liko jambo kusudi la kiroho ambalo Bwana analitazama kupitia wewe kwenye hiyo ndoa. Kuna kusudi la kiroho ambalo Bwana amekuwekea kwenye hiyo ofisi uliowekwa. Kuna kusudi la kiroho ambalo ni wewe umelibeba na hajabeba mtu mwingine ndani ya hilo kanisa ambalo Bwana amekuweka. Kuna mtu anaelewa ninachosema? Kuna mtu anaelewa ninachosema? Kuna kusudi la kiroho ambalo Bwana ameweka ndani yako na hajaweka ndani ya mtu mwingine kwenye hiyo familia ya kwenu. Ndio maana unapofika mahali ukakuta kuna mambo ya familia, wewe unakuwa na mzigo nayo kuliko watoto wengine wote, na wakati mmezaliwa 13, usianze kulaumu mtu. Tunakwenda sawa sawa. Hata unapoitisha vikao kwamba jamani mje huku nyumbani, jamani tukutane, jamani na unashangaa katika watoto 13 au 7 au 4 au 5 wa kwenye familia ya kweli, kila mnalopanga kwa habari ya familia unajikuta umebaki peke yako. Sasa usipokuwa makini, na wewe utaacha na utaendelea na shughuli zako kama wanavyoendelea wengine. Na hichi ndicho ambacho Elikana alikuwa anataka kukileta kwa Hana. Ashukuriwe Mungu, Hana akawa anajua ya kwamba pamoja na mahusiano niliyo nayo na wewe Elikana kama mume wangu, lakini kuna kitu Bwana ameweka ndani yangu. Tunakwenda sawa sawa. Tunakwenda sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lugha nyingine, hili ndio jibu la Hana kwa mumewe. Ndio maana unaona hata mumewe anapojaribu kumtuliza, mwanamke anakataa. Na hata anapoulizwa unalilia nini, chakula kipo, unalia nini, kama nikuolewa ushaolewa na nimekuoa mimi, nasema ninakupenda kuliko huyu mwanamke mwingine. Na hata ninapokuwa ninagawa sehemu ya mali na urithi na kila kitu, wewe ninakupa mara 2 ya kinachokulizaliza hapa ndani nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana kuna mtu anaweza asielewe anapokukuta ni mwanamke ambaye maisha yako hujakosa chakula, hujakosa hela ya kusuka, ni umeolewa na una watoto, lakini bado unagaragara kanisa. Anajiuliza unataka nini? Kwa nini? Kwa sababu yeye angeambiwa njoo kwenye maombi, angetaka aje kwa sababu hana mume. Kama angeambiwa njoo kwenye maombi, labda anayetangaza maombi aseme tunaombea wanawake wasiopata watoto waje, yeye ndo atakuja. Kwa nini? Kwa sababu amekaa kwenye ndoa na hajapata mtoto. Tunakwenda sawa sawa. Na kama ni mwanaume, lazima uweze kumshawishi, kumwambia ya kwamba maombi ya wiki hii tutahakikisha Bwana anainua uchumi wako, unapata kazi nzuri kuliko ulionayo. Hapo utamuona. Vinginevyo kinyume na hapo hapo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu mwanamke hakuangalia kitu kingine, aliangalia kichoko ndani yake. Tunakwenda sawa sawa. Umewahi kufikiri mwanamke anateswa na kupata mtoto na mume hana hiyo shida? Haleluya. 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 Sasa ni rahisi sana. Na mimi najaribu kuwa mpana zaidi. Nisipokuwa mpana zaidi, utapata room ya kuchepuka na kufikiri kwamba hii ndio sahihi. Sikiliza.
unachoweza kukiwaza hata nisingekisema bado kina majibu yake. Ni rahisi sana kusema Elikana alikuwa ameridhika kwa sababu tayari alikuwa na watoto wengine kwa yule Penina, lakini sio kweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu alikuwa mke wake wa kwanza. Na nataka nikupe siri moja. Ngoja nizungumze hapa kama mwanaume. Ukiona mwanaume ana mke wa kwanza, ana mke wa pili, ujue sura nyingine ni hii. Kila mwanaume anapoingia kwenye mahusiano na mwanamke, maana yake anatengeneza familia nyingine. Kwa lugha nyepesi, hata kabla hujaamua kuingia kwenye mahusiano na mwanamke, kama ni mwanamke ambaye unamchukua katika sura ya mke, Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake unaiona familia nyingine. Kwa hiyo huwezi ukafika mahali ukasema atakuwa ameridhika na watoto wa mke huyu na mke huyu hao ni watoto. Sio kweli. Nikizungumza hivi labda mwanaume ndo anaweza akanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa usije ukawaza ukaenda mbele ukasema kwa hiyo mchungaji ni sahihi tukiwa na wake wawili. Sio hoja yangu. Ila ninachosema kwa kuwa Elikana alikuwa na wake wawili, na Biblia haisemi alioa mke wa pili baada ya kuona mke wa kwanza apate mimba hapa, ila tu Biblia inaanza sema alikuwa na wake wangapi? Wawili. Manake tamaa yake ilikuwa ni kuwa na hao wake wangapi? Wawili. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiniuliza unajuaje? Nakwambia hivi, Biblia haijakosea. Kwa Ibrahim ilimsukuma kwenda kwa mjakazi kwa sababu ilionekana mwenye shida ya mtoto ni nani? Ibrahim. Na ni kwa nini Ibrahim ndo alikuwa na shida ya mtoto na sio sawa? Kasome Biblia yako. Aliyekuwa analalamika na aliyelalamika mbele za Mungu hakuwa Sarai. Lakini tu aliyekuwa amefungwa tumbo alikuwa ni nani? Sarai. Aliyekuwa na shida ya mtoto ni nani? Ni Ibrahim. Na ndio maana jana nikakwambia pointi yangu ya mwisho, shetani anamtega mtu kutoka kwenye tamaa yake. Ndio maana kwa ile desperate ya Ibrahim alipofika mahali akaambiwa tafuta mahali popote nenda huko katafute mtoto, hakujiuliza mara mbili. Hakujiuliza mara mbili. Alikumbuka akaenda huko ambapo aliona mlango umefunguliwa, na asikie ya kwamba ule mtego ulikuwa unakwenda kuharibu kile ambacho Ibrahim alikuwa amekibeba. Kwa nini? Uzao tunaopata kwa Ibrahim haukuwa umeahidiwa kwa Sarai, ulikuwa umeahidiwa kwenye viuno vya Ibrahim. Kwa hiyo lilikuwa ni agano la Mungu na Ibrahim, halikuwa agano la Mungu na Sarai. Aliyesikia sauti na ahadi ya Mungu kwa habari ya uzao alikuwa ni Ibrahim. Tunakwenda sasa. Tunachojifunza katika kitabu cha Samueli wa kwanza ni agano ambalo halijabebwa na mwanaume, halijabebwa na mume, limebebwa na mke. Unasema umejuaje kwamba hili lilikuwa ni agano la Mungu? Biblia inasemaje? Angalia kitu ambacho huyu mwanamke anaenda kukisema alipofika madhabahuni baada ya kumalizana na mumewe ya kwamba chakula kipo na mimi sijapata chakula kwako, na wewe mume upo, lakini mimi sikuoni kama wewe una umuhimu kuliko nilichokibeba. Kilichonileta kwako ni kwa sababu ndani yangu nimembeba mnadhiri wa Mungu. Tunakwenda sawa sawa. Hii ndio lugha nyepesi sana ambayo huyu mwanamke alikuwa anajaribu kumwambia huyu mwanaume kwamba wewe unachokiona ni tofauti kwenye maisha yangu. Kilicho bora ni hichi nilichokibeba. Ndani yangu nimebeba kitu chenye umuhimu kuliko mume. Kwa nini? Niliyembeba, nimebeba mpako wa mafuta wa Bwana. Nimelibeba agano la Bwana. Tunakwenda sawa sawa. Tunakwenda sawa sawa. Ndio maana unaona Elikana alipotaka kumtuliza mke wake kimwili, mwanamke akamkataa. Na Biblia inasemaje? Akaondoka. Walipomaliza kula na kunywa, mwanamke akaondoka. Akaondoka akaenda wapi? Akaenda hekaluni. Maana alijua nini? Alijua kwamba bado mume wangu hajaweza kuona kile ambacho mimi nimekibeba kiroho. Akaondoka akaenda hekaluni. Angalia alipofika hekaluni aliomba kitu gani? Biblia inasemaje? Biblia inasema hakuomba maombi ya sauti. Alikwenda akiugua rohoni mwake.
Ni ulikuwa ni mpaka umtazame usoni ndipo unagundua kwamba huyu mtu ni kama anaongea lakini anachokiongea hakusikii. Kwa nini? Biblia ndivyo inavyosema. Kwenye hekalu aliloenda huyu mwanamke kuomba, kulikuwa na kuhani. Na kuhani alikuwa anaitwa Eli. Na Eli akamtazama yule mwanamke. Akamwambia kwamba huyu mwanamke kuna vitu anaongea lakini havisikiki. Eli akamdhania kwamba ni mlevi. Mwanamke anamjibu na anambia mimi sijalewa. Na hapa nimekutana na kitu kimoja hapa. Kuna wale waliuliza Yesu alitengeneza divai, alitengeneza pombe. Hapo umeona Biblia imejibu au hamjaona nini? Tunaposoma Biblia, Biblia inatusemesha wengine. Yaani tunasikia sauti. Hamjasoma, hamjaona? Oh my God, my God. Wale nikusomea hiyo kwanza, hiyo kitu Roho Mtakatifu amenikumbusha. Na kukusia hapo, alafu na kuacha hapo mimi naenda zangu. Tuongelee mambo ya nani? Nimetaka nikuonyeshe watu wengi sana na mwingine nikamjibu. Lakini wiki iliyopita, wiki ya juzi nikamwambia hivi, divai sio pombe. Divai sio pombe. Tunakwenda sawa sawa. Sasa hapa kwenye hiki kitabu wala hata nilikuwa sijajuaga kwamba na hapa pia wameongelea. Kumbe na hapa wameongelea. Anasemaje? Ngoja nikusomea hapa. Biblia ni tamu. Alafu ukiwa unasoma huku vitu vingine vinakuja wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Twende hapa. Kwenye mstari wa 14. Biblia inasema hivi. Samuel wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 14 kuendelea mbele. Anasema hivi. Ndipo Eli yule kuhani mchungaji akamwambia yule mwanamke, "Wewe mwanamke, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako." Hana akamjibu akasema, "Hapana, bwana wangu. Mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi sikunywa divai wala nini? Wala kile." Mchungaji anamwambia achilia ulevi. Mwanamke anamjibu, "Mimi sikunywa divai wala kileo." Kwa divai na kileo ni vitu viwili. Ni vitu viwili. Kama kileo ni nini? Na divai ni nini? Kama divai ingekuwa ni pombe, huyu mwanamke angeweza kusema kwamba sijakunywa hiyo divai, wala sijanywa kileo. Kuna mtu ananielewa? Naruhusu swali ili niweze kuendelea. Ili nimechomekea by the way. Nasema hivi, kama divai ingekuwa ni pombe, kulikuwa na sababu ya kusema sijanywa divai wala sijanywa kileo? Uliza swali. Wewe unauliza swali au unachangia wewe? Mimi sijasema changia hoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mwanamke anakanusha. Anasema kuhani anamwambia achana na mambo ya kunywa divai. Mwanamke akaja akakanusha kwamba kwa habari ya ulevi sijanywa divai, sijanywa na kileo. Divai ni nini? Ni pombe. Sasa hiyo haikuwa hoja yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mimi nilikuwa nimeona hichi kimstari. Nikasema hichi kimstari kitakitumia huko mbele ya safari watu wakija kwenye mambo ya pombe. Mimi nimesoma. Tulisoma mstari wa ngapi? Haleluya. Nisubiri kidogo. Tunapoona Biblia inatusemesha, tunachukua notes. Haleluya. Nisikilize sasa. Nataka kuendelea pale mbele kidogo. Nikufikishe. Kwa mwanamke huyu akaondoka, akaenda hekaluni. Akaomba. Kuhani akamdhania kwamba amelewa. Akamwambia sijalewa. Kuhani alikuwa amezoea akina mama ambao wakifika pale hekaluni wakati wote wanalia. Na sasa unajua kama angefika pale kanisani, pale hekaluni, akaanza kusema, "Wewe jamani, Bwana Yesu nimekuja. Wewe Bwana Yesu, nisaidie mimi. Tumbo langu liweze kubeba kama mtoto tu hata kamoja. Hata kasipokuja na miguu Yesu lakini kaje tu.
kaoni, lakini katakuwa ni katoto. Pale mtaani wataona tuna mimi ninako. Cha msingi tukakija kwa kanafanya yani cha msingi na mimi nionekane nimebeba hata kama nikamzigo hakatembei, lakini niwe nako. Mtaani waone Yesu. Yep, kalete. Bwana Yesu. Leta kokote, kalete jinsi kalivyo. Yaani kalete tu. Na unajua nini kingetokea? Yule mchungaji angeanza kumfariji yule mama. Na yule mchungaji angeanza kumfariji yule mama akimwambia, kwanza wewe mwanamke unaonekana na matatizo kwa sababu kwenye familia unayotokea tayari una watoto. Maana wewe haupendi watoto wa mke mwenzio. Wewe una matatizo, omba rehema kwa Mungu. Wewe unaonekana una chuki wewe. Unaomba watoto na mume amepewa watoto. Una matatizo gani wewe mwanamke? Tunakwenda sawa sawa. Mchungaji angeanza kumfariji pale. Au ungewahi kukuta kwamba ndani yako umebeba mzigo wa kitu kingine na wakati mwingine unasukuma kwenda kufanya vitu vingine. Unasema umejuaje? Kamuulize mume wa mama. Alikuwa anamsukuma mkewe kwenda kufanya vitu vingine, anajaribu kumridhisha na vitu vingine. Anajaribu kumridhisha na raha. Kwamba unataka nini? Tukitokaga tukienda Yerusalemu, kule tukifika Shilo, nakupa mara mbili. Unataka nini kingine? Ninakupenda kuliko huyu mwanamke mwingine. Unataka unahangaika nini? Mimi ndo niko hapa na niko hapa kwa ajili yako. Tunakwenda sawa sawa. Tunakwenda sawa sawa. Ndio maana nikakwambia hakuna jambo la muhimu sana kama kujua alichokubebesha Mungu ndani mahali popote unapokwenda. Iwe ni kwenye familia yako, iwe ni kwenye kanisa unaloabudu, iwe ni kwenye ndoa yako, iwe ni mahali unapofanya kazi, ni muhimu sana kujua kitu ambacho amekubebesha Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kuna uwezekano ukafarijiwa na mazingira ambayo yako nje ya kusudi ya alichokubebesha Mungu. Tunakwenda sawa sawa. Ndio maana ukiona umekaa na mwenza na hataki maombi, lakini wewe una msukumo wa maombi, usiache maombi kwa sababu kila ukitaka kuamka anakwambia tulia tu, tulale. Unajua anajibariki nitakuja kuuma kifua. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na wakati mwingine sio kwamba wanakuwa ni maadui, Mungu ndiye anayeruhusu. Amen. Miaka kadhaa iliyopita huko nyuma, nataka uone sura. Nilikuwa najitahidi, kuna kipindi ambacho nilifunga. Yaani nilifunga kweli. Funga sana. Kabla sijaja hapa Dodoma. Kwa nafunga. Sasa na nimewahi kusema hapa kipindi fulani, nikatoa mfano kwa kifupi tu. Nikasema wakati mwingine unaamka asubuhi, umewasha hita pale, unaenda bafuni, unafungulia maji, unaoga, unamaliza. Wakati unaoga unamaliza, mimi nimemwambia nilikuwa na desturi ya kuondoka mapema sana kwenda kazini. Mimi silalaki kama wewe. Ndio maana sasa hivi kuamka asubuhi mimi hainitesi kwa sababu ni tabia. Na nikwambia ukweli, mwili uko hivi. Ukizoesha mwili kuamka saa 10, hata siku ambazo hutaki, mwili unaamka tu saa 10. Yaani wewe ndio utabaki hapo kitandani na gara hivi. Lakini umeshaamka. Tunakwenda sawa sawa. Yaani iko hivyo. Ndio maana sasa hivi naenda mahali, siendi mahali, nina safari, sina safari, saa 10, saa 9 nitaamka. Yaani njia pekee yake itakayonisaidia mimi nisiamke saa 9, nisababishe nilale saa 8 au saa 9 yenyewe. Lakini nikilala kawaida, katika muda wa kulala kawaida, saa 9 nitaamka. Saa 10 nitakuwa macho. Nitakuwa tu hapo. Hata kama sina kitu ninachofanya, nitakuwa tunagaragara. Nitakuwa tu hapo. Tunakwenda sawa sawa. Sasa nisikilize hapa. Kwa mimi nilikuwa naamka mapema sana. Kwa nitaamka, nitaenda nitaoga vizuri. Kwa nikiamka nyingi nilikuwa nikiamka hiyo saa 9 kwa ajili ya maombi. Nitakwenda, nitawasha hita, maji yanaendelea huko, yanaanza kupata moto. Mimi nikimaliza tu maombi hiyo saa 11 hiyo, mimi huyo naingia bafuni, naenda nao. Kwa ule muda wa mimi kuanza kuoga ndo at least mke naye anaweza akaamka. Sio mara zote tunaweza tukaamka na mke wangu. Hiyo nitakuwa nawaambia uongo. Kuna wakati hata anaweza akaamka, kuna siku anaweza akaamka mimi siamki. Ukiona mtu anakuambia kila siku sisi tunaamka baba, ni muongo huyo. Muongo mkubwa. Tunaona sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni muongo huyo. Haiwezekani kila siku mnaamka pamoja kwenda. Kuna wakati mnabishana. Na sio kupishana, sio kwamba kwa sababu mmoja ana mapepo ana mashetani. Hapana, mapepo wala mashetani. Miili pia inatofautiana. Kuna siku mtu unakuwa umechoka, wewe umeamua zako kupumzika. Kweli nimeamka kwenye maombi, mimi leo sijisikii vizuri, naomba. Unaomba. Ndivyo maisha yalivyo. Kila siku naangalia, nikiamka tuna mke wangu huyu hapo naye ameamka. Yaani sisi ndio hivyo tunaishi. Hamna.
mtu akisemea madhabahu juu ndio tunaitaga uongo wa madhabahu, madhambi ya huko madhabahu. Mtu anaongea uongo madhabahu ili ionekane ni yeye mambo yao, yani wao. Amenyoka hawa watu. Kumbe hamna kitu, wamepita tu kawaida kama dawa. Haleluya. Kwa hiyo kana kwa mimi naamka ile kwanza kwa saa 11 naenda saa nioge nijiandae saa 12 niondoke zangu niende ofisini. Sasa cha ajabu unakuta kuanzia jana sijasema hata nafunga. Tunapenda sawa. Wala sina ratiba. Hata mimi mwenyewe nakuwa sina ratiba ya kufunga, ila nikishafika bafuni wakati ndo naoga sasa. Mimi napenda kupiga miduzi. Kwa hiyo huko bafuni naimba nyimbo zote. Na mimi ninajua nikiimbia bafuni hakuna mwimbaji kama mimi. Najua kuimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wale wanaoimbia bafuni. Na mtu akiingia bafuni anasema Jumapili naabudisha mimi. Ngoja ifike Jumapili aje hapa. Hakuna kitu anakumbuka hata kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ukiingia bafuni unasema hata mimi naweza kuabudisha. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi naweza nikawa ninaimba huko bafuni mwenyewe, lakini sana kwa muda mrefu naweza nikaimba tu na miguzi. Basi naendelea hivyo, lakini katikati ya kuoga ukiwa uko bafuni ndio sauti inakwambia leo hakuna chai. Sasa kumbuka, ikiwa inakwambia huko bafuni hautoki na mapovu useme leo usiandae chai. Unaendelea kuoga umalizie. Sasa wakati unaendelea kuoga umalizie, ndio chai inakuwa imeshaiva, ndio inakuwa imeshaandaliwa, ndio ishawekwa na meza. Unatoka unakwenda unavaa, unajitengenezea vizuri, uko sawa, unasema hapa nimekaa sawa sawa. Ukimaliza tu anakwambia haya sasa ukanywe chai. Alafu wewe unasema sinywi chai. Sasa unywe chai ndio nimeona hapa naamka. Mbona ukusema? Kizungumkuti kinakuja kusema nimejisikilizia bafuni. Yaani alioniambia ameniambia bafuni. Na unakuta sio mara moja, sio mara tano. Siwezi kukwambia ni mara ngapi mimi nimesemeshwa namna hiyo. Lakini wakati mwingine unaenda kabisa na mpaka unakaa mezani kabisa. Chai, haya mayai leo umekangaje? Mayai utakula mioyo. Wakati unatengenezea na sahani unaambiwa stop. Ukishaambiwa stop, unaweka uma na kisu unasimama. Aliyetengeneza, nataka nikwambie, hamui kwenye mstari mmoja, na sio kwa sababu hajaokoka. Tunakwenda sasa. Sio kwa sababu hajaokoka. Ameokoka kabisa na anamjua Mungu. Lakini kwenye hili jambo sio swala la uhusiano wa wewe na mkeo, sio swala la uhusiano wa wewe na mmeo, ni swala la uhusiano wa wewe na Mungu. Mungu amesema, akishasema sio swala la kujadiliana na mimi na mke wangu kwamba tutafanyaje sasa, maana naona kama Roho Mtakatifu amesema leo nifunge sasa na chai umepika. Hapana, ni swala moja. Hata kama unanuna, endelea kununa, lakini sitaki kula. Tunakwenda sasa. Sasa kuna wakati anakwambia sasa, unajua wakati mwingine inaleta shida na nataka niwaambie kwa sababu mimi sijaoa sijui roho, mimi nimeoa mwili. Halo. Nikisema hivyo watu wanaona mchungaji sio wa kiroho huyu. Sikiliza, sina ndoa ya kiroho na mke wangu. Nina ndoa ya kimwili. Kuna mtu ananielewa? Kwa hiyo kwa yule mke wangu sijaoa roho yake. Ndio maana Biblia haisemi mnaunganishwa mnakuwa roho. Haisemi hivyo. Kwa hiyo hatujaunganishwa nini? Hatujaunganishwa roho. Roho yake bado yuko nayo. Ndio maana akifanya ujinga haingii. Na mimi nikifanya ujinga siingii. Hakuna cha kusema eti huyu ni mke wangu Yesu tunani hapa. Hamna hiyo, huingii. Yesu anaweza kukutoa na teke, sijui kama anatoa watu na teke. Tunakwenda sawa. Atakwambia rudi huko wewe. Hii ilikuwa inakuhusu wewe mwenyewe. Tunakwenda sawa. Kwa hiyo usifikiri kwamba ninapofika mahali nikasema sitaendelea na chai, huku ndani nimejisikia tofauti. Usije ukafikiria kwa sababu mke ameokoka basi yani tu inakuwa jina la Bwana libarikiwe. Hayuni hivyo. Yani yanatakuwa tena na maelezo ya ziada. Kwa sababu ukishamwambia sinywi chai, usije ukafikiria anasema amina mtumishi wa Mungu, amina Yesu ni Bwana, haleluya. Hashakiliwe sana Yesu. Asemi hivyo. Anauliza swali lingine linalokera. Unaenda kunywa wapi?
Na wao wanajifikiria unajua hamna mahali naenda kunywa. Lakini tayari nimeshaulizwa naenda kunywa. Hilo swali limefurahisha. Na ndio unaulizwa swali hiyo saa 12 asubuhi. Yaani tumetoka kitandani, nimetoka kuoga na ingia mezani naulizwa unaenda kunywa wapi? Na mimi nakifikiria nasema jamani, hamna mahali naenda kunywa. Ni kitu tu Roho Mtakatifu amenisemesha huko. Leo ninafunga. Na wakati mwingine hiyo anauliza kwa sababu imenitokea nyumbani. Lakini kuna wakati hainitokei nyumbani, inanitokea mahali ambapo ni sehemu ambapo unakuta mko kwenye kazi huko, mko kwenye nini, na mko kwenye chai, na watu wameshakwambia twende tukale, unaondoka kabisa na marafiki tunaenda kula, tukifika kwenye kula unaambiwa hapana na unaacha. Watu wanajiuliza sasa inakuaje? Inawezekana unaogopa labda kulipa bili. Unamwambia hapana, talipa bili yote. Yote. Talipa bili yote nyewe kuleni. Bili yote mnayokula hapa nitalipa. Ili mjue kwamba sijakataa kula kwa sababu nimekimbia bili. Mimi nimekataa kula kwa sababu ya kwangu mwenyewe binafsi. Kwa hiyo wale ambao wanakuwa wanakuelewa, wanajua huyu ndio hivyo imetoka, ndio kwa heri, hamna shida. Wale wasioelewa wanabaki na tafsiri zao. Tunakwenda sawa sawa. Lakini nikwambie ukweli, sio mtihani ukiwa na marafiki huko nje. Ni mtihani ukiwa na mke hapa ndani. Ni mtihani ukiwa na mume hapa ndani. Ndio maana unaona Biblia inasema Hana alipoona yale maswali yanaanza kuinuka, kwamba una matatizo gani? Huyu hapa ndani una shida gani? Mbona ni mmeo niko hapa? Akaona hapa. Mwili unaanza kupiga kelele. Mwili unapiga nini? Na mwili unapiga kelele kushindana na mapenzi ya nani? Ya Roho. Na Biblia inasema hivi viwili havipatanaje. Vinabishanaga usiku na mchana. Miaka nenda miaka rudi. Vinabishanaga. Na Biblia inamaliza kwa kusema havitakaa vikapatana. Kama havitakaa vikapatana, suluhu hapa ni nini? Hana akajiondoa usoni pa mumewe, akaenda hekaluni. Tunakwenda sawa sawa. Akaenda kutetea agano lake la kiroho. Na alipofika kule, kimya. Kusema kimya. Hata kuhani hakuelewa kinachoendelea. Sasa angalia hichi kitu nilichokuwa nataka nikwambie. Angalia hichi kitu ambacho nataka nikwambie. Angalia hichi kitu kilichotokea kwa huyu mama. Biblia inasemaje? Alipofika wakati anaomba, akamwambia Mungu, angalia teso langu. Hakumwambia angalia teso lake. Kwa hiyo maana yake ni aliyekuwa anahitaji mtoto sio Elikana, ni Hana. Tunakwenda sawa sawa. Lakini angalia, tunasema hivi, mamlaka aliyokuwa nayo. Kumbuka, huyu mtoto hakumpata na kiruka njia, alimpata na mumeo. Na huyu mwanamke alikuwa anajua ya kwamba nitampata mtoto kupitia mume wangu. Lakini angalia mamlaka aliyonayo. Wakati anaomba akamwambia Mungu hivi, sikiliza. Anasema, ngoja nikusomee nisije nikabadilisha maneno ya mama. Unaweza kusema unamsingizia mama. Lakini anazungumza vitu vya ajabu sana. Ni kama alikuwa anahatarisha ndoa yake. Kwa nini? Kwa sababu anamwambia Mungu kitu cha namna hii. Anasema hivi. Mstari ule wa 11. Akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako, sio la mjakazi wako, la mjakazi wako, mimi niliyekuja hapa. Manake hakwenda kama mwanandoa, alienda kama Hana. My Lord, my God. Sio rahisi sana uelewe. Kuna vitu Mungu akitaka kufanya kwako, haangalia hata ndoa. Anafanya kwako wewe kama wewe. Kwa nini? Alichokubebesha Mungu wewe, na ambacho anaagana na wewe, tafsiri yake ni hii: hata pasipo ndoa, agano la Mungu na kile ambacho Mungu amekikusudia kwako kitatokea hata usitake. Sasa hii ni lugha ngumu sana. Ni mpaka mtu aelewe kwamba ninazungumzia mambo ya rohoni na sizungumzii mambo ya mwilini. Tunakwenda sawa sawa. Maana hakuna agano ambalo Mungu anaingia na wanadamu, agano la kimwili. Kwa sababu Mungu sio mwili, Mungu ni roho. Kwa hiyo maagano yote ambayo Mungu anaweza akaingia na wewe mwanadamu, ni lazima yawe maagano ya kiroho. Ndio maana kitakachobebwa katika lile kusudi la Mungu hakiwi kitu cha kimwili, kinakuwa ni kitu cha kiroho kilichobeba makusudi ya kiroho. Sasa lile kusudi la roho linahitaji mwili. Na hili kusudi la roho ambalo lilikuwa limebebwa kwa huyu mwanamke Hana, unapenda sawa sawa? Alikuwa amelibeba Hana. Halo.
nikiwa ninajua ya kwamba anayetakiwa kuzaliwa wa kwanza kufungua tumbo lako ni mnadhiri wako. Maana yake kama ningeruhusu na nisingekuwa nimetambua hili mapema, inawezekana ningetanguliza vitu vingine. Na hii ndio vita ambayo wakati mwingine mabinti wengi wanakutana nayo. Sema mabinti peke yake na vijana pia. Unaelewa ninachosema? Unaelewa ninachosema? Kwa nini Mungu alifunga tumbo? Alifunga tumbo kwa sababu kupitia kwenye hili tumbo hakutaka kimee chochote mpaka Mungu atakapopitisha agano lake. Agano la Mungu lilikuwa ni nini? Agano la Mungu lilikuwa linaitwa Samuel. Na huyu aliyelibeba hili agano bado alikuwa hajajua kwamba amebeba agano. Kwa hiyo bado hata alipokuwa akiishi na Elikana, bado alikuwa anajua mimi ni mke wa Elikana. Ndio maana unaona Elikana alijaribu kumpeleka katika mazingira yote ya kindoa, lakini ufahamu ukamjia, akagundua kwamba huzuni. Biblia inasemaje? Roho yangu ina huzuni sana. Unitazame, sikiliza. Anasema roho yangu. My God. Huyu mwanamke hakusema maisha yangu yamefunikwa na huzuni. Alisema roho yangu ina nini? Kwa hiyo ina maana kilichokuwa kinatakiwa kizaliwe hakikuwa cha kimwili, kilikuwa cha kiroho. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Ndio maana sio rahisi sana ukajua ya kwamba mtoto uliye naye ni amepewa mwili, lakini amebeba agano la kiroho, ni agano la Mungu. Ndio maana sio rahisi uelewe ya kwamba wewe ni agano la mwili, ni agano la roho, agano la Mungu, agano la kiroho lililovalishwa mwili. Na unapokuwa kwenye nafasi hiyo, niko pale nikakwambia, ndio maana kuna mambo hata kama mambo 18 kwenye familia ya kweli, hata ukijitahidi kuunganika na hawa wengine namna gani, inakataa. Kwa sababu kilichokuleta sicho kilichowaleta. Wewe ni mnadhiri, umebebesha jambo la tofauti. Biblia inasemaje? Sasa angalia hichi kitu nataka ukione hapa. Na sijui kwa nini kila nikifika kwenye kukutajia hichi kitu, Roho Mtakatifu ananipeleka sehemu nyingine. Tunakwenda sasa. Ngoja nikuulize swali moja. Huyu mwanamke alikuwa anataka mtoto. Alafu angalia wakati anaomba anasema hivi, ikiwa utanipa huyu mtoto, ninamtoa huyo mtoto kwako siku zake zote za maisha yake. Yaani siku zote za maisha yake. Na unajua ndicho alichokifanya. Kasome Biblia yako. Sasa nakuuliza hivi, kama nani alikuwa anataka huyo mtoto? Kama alishapewa anatoa tena madhabahuni siku zake zote za maisha yake, na huyo mtoto hata nyolewa. Yaani sasa hizi ni kuvurugana akili. Sasa anampaka wani. Na kumbe pia akishakuja anamwacha wapi? Na ujue zamani walikuwa wanamwacha kweli. Unasema ni uongo. Kasome kuanzia Samuel huko sura ya 2. Alipomzaa alipeleka wapi? Aliachwa. Ukienda kwenye ile sura ya 3 ndio unakutana na mtoto Samuel ambaye amekulia madhabahuni na amekulia kwenye mikono ya kuhani Eli. Tunakwenda sawa sawa? Tunakwenda sawa sawa? Kimekulia madhabahuni. Kwa hiyo maana yake nini? Mungu alikuwa anaruhusu vinalelewa mpaka umri fulani kinakwenda kinakabidhishwa huko. Sasa huyu mwanamke alikuwa anataka wa nini? Alikuwa anataka wa nini? Ukitafakari hichi kitu utagundua ni kitu cha ajabu sana. Hiyo namba 1. Lakini namba 2, alitoa wapi ujasiri wa kusema atamtoa huyu mtoto? Kwa nini asiseme Mungu ukinipa huyo mtoto nitamshawishi mume wangu tumlete mtoto madhabahu? Kwa nini mtoto ukipewa anakuwa wako peke yake? Mume wako hausiki. Kwa nini unaanza kuongea ujinga hapa madhabahuni kwamba ukishapewa utamkabidhisha madhabahuni siku zote za maisha yake? Baba yake akakataa. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hichi nikasema hivi. Angalia hichi kitu mwanamke anaomba. Ana ujasiri uliopitiliza. Anathubutu kuweka nadhiri mbele za Mungu ya kwamba ukinipa, tena hasemi wa kike. Sasa haina maana mtoto wa kike ni wa kiume. Yaani ngoja tuseme wa kike. Habatishi jinsia. Anaonekana anajua mpaka jinsia. Ukinipa mtoto angeleta wa kike, mwanamke angefanya nini? Ina maana sisi mtoto wa madhabahu. Kwa lugha nyingine maana yake ni
huyu mwanamke tayari alishaanza kuonyeshwa viashiria ya kwamba anayekuja ni nani. Kuna mtu ananielewa? Ndio maana kuna mambo ambayo nilikwambia hivi, Mungu atakapokusemesha hapa, kwanza kitu cha kwanza unaposemeshwa uwe na uhakika. Hata kama mambo unayosemeshwa yako nje. Kumbuka huyu mwanamke anataja mpaka jinsia na mtoto aliyekuja alikuwa ni wa kiume. Lakini wakati anataja hakuwa hapa na mimba. Wakati anataja historia ya maisha yake inaonyesha ameshakaa kwa mume mpaka amechoka. Hakuna dalili za kichefuchefu. Hata akitema mate anatema tu mate kwa sababu anaona vitu vinavyochefua. Hamna kitu yoyote ile. Hamna kitu yoyote ile. Maana alikuwa akitema mate. Biblia inasema walikuwa wanamchokoza sana. Maana alikuwa akitema mate wanamuuliza hivi, nani umemeza nzi? Maana unajua hamna kitu chochote kile kimetokea. Hauwezi kuwa na kitu chochote. Umeona nini? Wale wanaweza wakatema mate wakamuuliza haya umeona nini? Maana hiyo ya kutema yako mate haiwezi ikawa ni ile ya ndani ya wanawake. Kwa sababu unajua kuna ile kutema mate ya kike. Ya kike inatokea ndani. Ukiona mwanamke anatema mate kikike, maana yake hiyo ndani yake kutema yake imetokea ndani. Alafu kuna hii ya kina sisi sasa. Ngozi kavu. Tukitema mate lazima tuulize umeona nini? Nakwambia sijui ni nani nimejisaidia huko. Hii ndio alikuwa anaulizwa huyu Hana. Wakitema mate anamuuliza haya umeona nini kuliko kuna nini tena kitokea? Kwa nini? Kwa sababu kwake kulikuwa hakuonekani chochote, yani hamna chochote kinaweza kikatokea. Alafu Mungu ndiye anamsemesha kwenye mazingira haya kwamba kuna viashiria. Ndio maana nilikwambia andika, hata kama unayoeleza yanaonekana kwamba Mungu, andika. Historia inaonyesha hujawahi kupakata, hujawahi kutema mate, sawa, lakini unayosemeshwa andika. Tunaona sasa. Kwa sababu huyu Mungu tunayemwabudu sio yule Mungu anayekuwa huko mtaani. Amen. Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Kuna mtu ananielewa? Bwana Yesu asifiwe. Huyu mwanamke akaingia nadhiri kimya kimya. Mume hajui kwamba akija mtoto hapa madhabahu. Kuhani hajui kwamba kuna mtoto atakuja hapa na akija hapa tunakuletea. Halo. Na angeulizwa, ngoja nikupe historia kidogo hapa niseme. Kama angeulizwa kuhani, huyu mchungaji alikuwa anaitwa angesema wachana na hiyo biashara kwa sababu yaani mimi mwenyewe hawa watoto wangu hapa wananisumbua. Wangapi wanajua kwamba watoto wa mchungaji yeye walisumbua mpaka kuanza kutendesha dhambi, wakaanza kufanya na uzinzi madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyosha mkono wale wanaosema tunajua. Haya, fikiria huyu mwanamke aseme na mimi nikifyatua na kuletea, angesema wewe hapana, wewe achana na hiyo ujinga. Hawa nilio nao wananisumbua akili. Na wao wanasema namleta. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini angehusishwa mume kwenye hilo jambo. Angeweza kumwambia usiletee ujinga hapa. Wewe ndio unayelia hapa usiku na mchana. Unasababisha nashindwa kulala. Nikikupa hela uriziki, nikikupeleka saluni uriziki, nikifanya hichi uriziki, nikitoka na wewe uriziki. Alafu unaniambia ukija nikipata mtata, nitaanza kule kwa mchungaji. Kwa mchungaji gani? Huyo mchungaji ni nani kwako? Tunapata sasa. Huyu mwanaume asingemuelewa. Halo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Wakati sisi tulikuwa tuna malengo ya kwetu. Ngoja nimeshafunga Biblia, nataka nikuruhusu na wewe uombe. Nimeshafunga Biblia. Ngoja nikupe kitu kwa sababu ndio Mungu amenisomesha. Nimesikia fedha. Sasa sijui Mungu anataka kusema na nani. Lakini kuna mtu Mungu anataka aseme naye. Haleluya. Haleluya watu wa Mungu. Sikiliza. Sisi tulikuwa tuna malengo ya kwetu. Miaka ni kadhaa iliyopita. Miaka kadhaa iliyopita. Kwa tukaenda tukaonyeshwa kiwanja kule Boma Ng'ombe. Tukaonyeshwa kiwanja kikubwa. Sasa tuna maono ya kwetu. Tunataka tujenge shule. Mazingira yote yanaonyesha tuna uwezo wa kujenga shule. Kwa hiyo nikamwambia mke wangu, fuatilia hayo maono yako, fuatilia mimi ukishafuatilia unaniambia. Wewe fuatilia alafu unaniambia. Wewe fuatilia. Kwa hiyo akawa anafuatilia. Akapata kiwanja. Nikawa nimemshawishi sababu ukitoka Boma Ng'ombe ukienda hapo mbele kidogo tu kuna maeneo ya kwetu. Mimi nasema ya kwetu au ya kwangu. Sijaanua lakini ni maeneo ya mzee. Na niko mzee niko peke yangu.
Hakuna mwingine. Tunaona sasa wengine sio kuolewa makare. Inabidi nimeoa. Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo yale maeneo yako kule hayana kazi na wala sio kwamba yako prime area. Kuna wengine wameshajenga pale. Wameshajenga panakuwa ikamu, pana huduma zote, pana umeme, pana maji. Na ni maeneo makubwa, lakini sasa hivi bado wale wanayatumia kwa ajili ya mashamba. Lakini wengine wameshajenga nyumba mle wanaishi, wameshajengwa kiwanda hapo karibu, wameshajengwa shule nyingine kubwa tu ya kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum. Wameshajengwa hapo. Na sio mbali na hapo kwa mzee. Sasa nikawa namshawishi mtu wangu kwamba kama vipi kuliko kununua hapa hichi eneo kadogo na pale kuna yale maeneo na hayana kitu chochote. Na ni swala tu la mimi kusema tunabadilisha matumizi. Kuanzia sasa hivi hayatakuwa mashamba mzee. Achana nayo, ngoja mimi nifanye vitu vyangu ninavyotaka kufanya. Lakini yeye hakuwa na amani. Kama mnashida, tanua hiyo kama moja hapo kwa ng'ombe. Ukiwa kwa wale wanaofahamu pale kwa ng'ombe, ukiwa unatoka kwa ng'ombe stage, unaenda hapo mbele kuna kapia. Hapa mkono wa kushoto. Tulipata eneo ambalo ukiwa barabarani kwenye barabara labda unaona hivi. Pana shule moja isiyo inaitwa nini pale. Na yenyewe ni Kishimija. Na sisi tukasema basi tutakuja kununua hapo. Ajenga. Tukiwa kwenye mchakato, fedha ya kununua eneo sio tatizo. Ila fedha ya kujenga, ujenzi unachukua pesa nyingi. Kwa tunawaza pesa. Kwa hiyo kama mkakati ambao ni moto, mkakati moto. Nasema mkakati moto. Yaani mkakati ambao sio kwamba uko jikoni, mkakati ambao tunasema uko mezani. Yaani ni swala la funua, tupakue, tule. Umeshaiva na watu wote tumejua hicho ndio chakula. Kwa hiyo unajua kwenye familia nyingi tunakuwa na mipango. Na tunajua huu ndio mpango uliofanyaje? Uliopo, yaani ndio mpango ambao unatakiwa utekelezwe. Kwa hiyo kama ikija fedha yoyote inatakiwa ielekezwe wapi? Hapo kwenye huo mpango. Ni jambo la kawaida kifamilia. Ila tu hapa mimi naelezea ya kwangu, sijaanza kuelezea kwako na wala sijasema uelezea kwako. Tunakwenda sawa sawa. Kwa hiyo tunaendelea na maisha ya kawaida, tukaendelea kufanya kazi, tunafanya hichi, tunafanya kile, tunafanya hichi, tunafanya kile. Tunakusanya shilingi 2,000, 5,000, 7,000, 2,000, 3,000. Hivyo tunajua kwamba pesa hapa inaingia. Inakuja hivi. Kafla milifu. Ndio. Siku moja mchungaji anahubiri, nishawahi kusema hiki kidogo hapa. Sijui kama nimesema hapa sijui pengine. Akawa anahubiri, akawa anasema. Anahubiri ile mambo ya Nyakati pili sura ya 7, mstari wa 14 mpaka 16. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watakapojinyenyekesha na kutubu na kuziacha njia zao mbaya, hilo andiko halina shida. Yeye akasema ule mstari wa 15 na 16 ambao unasema macho yangu na masikio yangu yatafunguka na moyo wangu utakuwepo mahali hapo. Sababu gani nimeichagua nyumba hii na kuifanya nyumba ya sala? Mchungaji anahubiri yani mambo yeye kweli. Alipofika kwenye mstari wa 15 na 16 akasema hili andiko ninalipenda sana. Hili andiko ninalipenda sana. Ningekuwa na uwezo wa kifedha na sio kama ni mchovu. Sasa sijajua alikuwa anaongelea nini, maana uwezo huo wa kuandika haya maandiko na yeye anao. Lakini yeye anasema ningekuwa na uwezo wa kifedha, hili andiko ningeliandika bango kubwa sana, kubwa bango hapa, nikalibandika hapa mbele kwamba Bwana ameichagua nyumba hii na maombi tutakayokuwa tunayaomba Bwana anasikia. Mimi ni kiongozi, nimekaa pale madhabahuni, niko hapo nyuma kama katibu wa kanisa. Mchungaji anahubiri. Wakati anahubiri mambo yake huko na anaongea mambo ya mababu, sijui nani alikuwa anamsemesha mababu, naamini ni Mungu wake. Ghafla yale mambo ya mababu yakatoka kwa mchungaji yakahamia kwangu. Sio kwa mchungaji kuniambia. Tunakwenda sawa sawa. Yaani mimi huko ndani ni kama nasikia hili bango ni wewe unatakiwa ulilete, ni wewe unatakiwa ulilete. Akasema kipindi nasikia hiyo kitu, hali ya kiuchumi sio kwamba imekaa vizuri, haijakaa vizuri. Tunakwenda sawa sawa. Sasa nasema mambo ya mabango tena. Na mimi anza kumwambia Mungu, unaona hiki, unaona kile. Hii biashara inakaaje tena mambo ya mabango? Nimeishiwa hela. Tunakwenda sasa. Kuna vitu nilikuwa nafanya huko kwenye familia. Pesa imeisha. Unasubiria tunajibalance na zile shilingi 2, 3, 4, 5, mwisho wa mwezi ufike useme Ghafla Mungu ananiambia hii bango ni wewe, hii bango ni wewe na hii bango ni wewe. Na sio lini hii bango iletwe hapa haraka iwezekanavyo. Sina hela. Sina hela mfukoni, sina hela kwenye account, sina hela kwenye nini. Tunakwenda sawa sawa. Nikamishana na hiyo sauti, ibada haijaisha. Nimeshahama kutoka kwenye mahubiri. Mchungaji huko anaendelea.
Ndio. Fungua Marko 18. Mimi siko huko. Nimebakia pale kwenye bango. Tunaona sawa sawa. Mpaka niliposema sawa, nitafanya. Ndio nikajisikia amani. Tukatoka kwenye ibada. Mimi ni bango linazunguka huko. Yeye alisema la kitambaa. Hata kitambaa tu niandike, ndio mfano aliotolea. Mimi huku ndani nikaamua sio kitambaa. Usiniletee vitu vinyonge hapa. Sasa mimi ninaona yale mabara ya kule barabarani, yale mabana yale kabisa professional. Nikasema Mungu wangu, hii tena ni balaa lingine hili. Huu ni mzigo gani? Ndio nikaenda nikatengeneza ile. Ikaja hela, sikipeleka huko kwenye matumizi yangu. Ni hela kidogo tu, bilaki kadhaa. Sikuipeleka huko. Nikaipeleka kwenye bana. Sisi tuna hali ngumu. Tunaona sawa sawa. Tulikuwa tuna hali ngumu na tunaendesha gari. Wanaweza sifiwe. Nikapeleka kwenye bana. Sikumwambia hata mke wangu kwamba kuna ile imeingia. Tukaishi hivyo. Nikaenda kwenye bana. Nikatengeneza lile bana kubwa. Toka mwanzo mpaka mwisho kanisa. Nikabandika picha yetu ya logo ya kanisa la kwetu la EAGT. Nikaibandika pale. Upande wa kulia, upande wa kushoto nikambandika picha ya mchungaji wangu pale. Nikamweka picha yake pale. Nikaprint ile bana vizuri. Sasa sina hela. Unajua ile mabana yanakuwaga red, yanakuwaga hizi chuma ili nikaze liwe vizuri. Alafu ndo unapiga na vile vicheni vya kuning'iniza. Mimi nikaenda nikaprint, hela imeisha. Nikalileta ile bana na makamba haya ya kudu. Tukaja siku hiyo, tukavizia Jumamosi ile jioni, watu wamaliza kila kitu usiku pale, sisi tukaja. Lengo langu na mimi nifanye kwa sababu mchungaji hakutangaza nani afanye, na mimi niliamua huko kisirisiri. Na mimi nikamtafuta tu msiri wangu mmoja, nikamwambia bwana kuja hapa tusaidiane. Mimi naogopa sana kupanda huko juu. Kwa hiyo nikamuita hiyo. Nikamwambia njoo hapa. Funga hii. Tumefunga. Kumbuka mimi nilikuwa katibu wa kanisa. Kwa hiyo kanisani na ufunguo wangu mimi. Nikija sio mpaka nikupigia mama na wewe. Sipo na wewe, mimi nimeondoka nimeenda chakula na wazi kupigi. Nikifika tunafungua na ingia. Kwa hiyo nikafika nikafungua, nikamuita kijana, nikamwambia panga, funga pale. Haya, kaza huko. Kaza. Sasa nikawa nimekaza huko, nimekaza katikati hakuna cha kukazia. Sababu pale imeenda kule bana limeenda na maana. Yaani ukitaka kusoma mpaka uvizie. Kesho ni Jumapili. Ni kweli tumelifunga na sisi tumeona bana ukiliacha unaenda. Haleluya. Lakini nikasema nimefanya. Swala zilikuwa ni bana. Na zilikuwa ni haya mambo ya Nyakati wa 7 sijui mstari wa 15 na 16 uandike. Si nimeshaandika na si nimeleta. Nikanawa mikono. Mimi mwenyewe na shida zangu. Nikaliacha hapo ninafanya hivi. Tukaingia kesho ibadani. Akaja yule baba. Akaanza ibada vizuri. Sasa yeye anaanza tabia kama ya mtagelema kwamba muda wote tu anainuka anaongea. Anangojea mpaka ule muda wake. Ulipofika ule muda wake wa kuanza kuhubiri, hajaanza tena na kuhubiri, akaanza na kukashifu ile baba. Nani amefanya ujinga hapo? Hii nini? Hiki ni kuni mchafu. Na anasema nisikuone hapa. Anasema haya yakitengenezwa yanawekewa chuma, yanakaza, ndio yanakaa vizuri. Mnakuja kutengeneza uchafu, mnaweka hapa, mnadingiliza, hamna kitu. Kama Mungu amewatuma kufanya kitu, mnafanya kitu chini maana. Fanya kitu kijinga. Huko ndani unajisikiaje? Unatafuta kanisa la kuabudu. Haleluya. Ni kama unatakiwa mwanzo kutafuta kanisa la na ni ukweli hajui ni nani ameweka. Ni ukweli kabisa hajui. Ila alifoka. Alikashifu hiyo baba. Chaja huku ndani. Nikakumbuka kile nilichokuwa nakiona jana. Kwamba kumbe unapofanya kazi ya Mungu, ukikuta kuna udhaifu, usijifariji wala kujitia moyo. Rekebisha mwenyewe. Nikasema ni heri jana nilipoona ile bango linafanya. Ningemwambia shusha, kunja, tungoje hela. Tunapata sawa sawa. Basi baada ya ibada mwenye kanisa akasema shusha itoa. Wakatoa. Sasa wanatoa, sisi tulikuwa tumelikuja vizuri. Wanapotoa hawajui hata kama ni hela.
Wametoa tu wakakusanya wakapeleka kule nyuma ya kanisa kwenye madhabahu zile tulizokuwa tunatumia zamani, tumeweka kule, wakakusanya wakaenda wakaweka huko. Nikavizia tena. Nikamwambia nikuje. Tena na kwa fundi. Tukalikuta. Tukapeleka kwa fundi. Sasa sio kitu cha siku hiyo Jumapili, yaani nilikuchwa. Kwa sababu mimi ndo mwenye nao, nikaondoka nao. Tunaweza sasa nikajitafutia muda, nikapeleka kwa fundi, akalikujua hapa na kule frame, naye anataka tena hela tena ndefu. Nasema hana shida. Akatengeneza kweli. Na uhakika kila mwisho wa mwezi nina mshahara. Wewe tengeneza. Kuna material wewe tengeneza bwana. Jumapili ijayo wakalikuta pale. Limewekwa, limefungiwa vile vihooks, limening'inia sababu sisi makenchi ni ya chuma. Kwa hiyo vile vinyororo vimening'inia kwenye chuma. Kwa hiyo limekaa vizuri. Hata halifanyafanya hivi tena. Limekaa tu vizuri hivi. Muda wote limetulia. Alipoingia pale na yeye alipata muda wake wa kusoma akasema, hivi ndio Bwana amefanya. Safi kabisa. Moyo wangu umefurahi. Kitu nilikuwa nataka. Akaacha. Nisikilize, kupita miezi mitatu. Nilipigwa simu nikakuwa choko. Akaniita mtu. Kwa hela ambayo sijaifanyia kazi. Akaniambia kuna hela natafuta upepo. Lakini hebu niambie nikupe shida. Mimi nilikuwa nimepanga nikupe. Unajua ngoja nikwambie kitu kimoja. Hakuwa ananiambia, yani ananiambia hivi, amepanga anipe. Unajua hela ya kwanza alikuwa amepanga anipe shilingi ngapi? Alikuwa amepanga anipe milioni 40 kamili. Milioni 40 kwa maana hii. Kwa Yesu kuna raha. Haleluya. Sasa kale kabango, na mimi hakuniambia kuna bango. Kabango kakakataa. Kama kalivyokuwa kamekataliwa siku ya kwanza kakaonekana dhaifu. Milioni 40 kaonekana ni dhaifu kwa yule mtu. Yaani ameniita tena, wewe ndio unatakiwa unipe. Halafu unaniuliza mimi eti mimi nilikuwa nataka nikupe milioni 40. Sasa wewe niambie sasa wewe unaonaje? 40 haitoshi wewe. Kabango kalifanya moja hivi mimi nikatukana kanisani hata kama walikuwa hawajui. Usitoe 40. Wewe sio 40. Usitoe 40. Ongeza kidogo. Na sio hela yako. Tunakwenda sawa. Tunaanza kupatania hela ambayo sijaifanyia kazi nipewe. Na ninaulizwa kuna akaunti ya dola, nasema yeye nayo. Nayo. Kwa hiyo ongeza. Akaongeza. Tunakwenda sawa. Akaongeza. Baadaye utaweka hiyo ambayo nimeifanyia marekebisho hiyo ndio uweke hiyo. Fichiri. Muamala umesoma. Kasema hiyo hapo shule yetu inajengwa. Sikuwa nimwambia mke wangu mpaka nikasema nikiona imeingia kwenye jina, yani nasema kabisa yeye muamala akaunti hii na hii akaunti ni yangu, nitamwambia mke wangu. Iliposoma tu ile furaha ile nikamwambia mke kwamba sasa matofali, simenti, nikaambiwa sio hela yako. Huwezi jua inavyouma mpaka siku ikukute. Nikakumbuka yale maombi ya chakula kiko hapo na unakipenda lakini unaambiwa usifanye nini? Usiguse. Nisiguseje? Yana ataje kula chakula nani nakipenda? Mungu anatafuta utii kwa mtu. Akaniambia sio ya kwako. Sio mara ya kwanza mimi Mungu kuniambia hiyo sio pesa yangu. Lakini hakuwahi kuniambia sio pesa yangu kwenye kiwango hicho. Alikuwa ananiambia bila kivi 3, bila kivi 4, na mimi bila kivi 5, 6, 7 milioni. Haijawahi kunisumbua akili. Lakini Mungu hajawahi kuniambia zaidi ya milioni 50 sio fedha yangu. Hajawahi kuniambia. Kwa anapokuja hapa, unaweza kusema katika jina la Yesu, shindwa najua mapepo yapendi tuendelee. Tunapata sasa. Namwambia, kwa hiyo ni kwa ajili ya nini? Ambia huruma. Kwa ninapokwenda mbele za mke wangu, ninamwambia kuna hela. Ila
sio ya kwako. Ni ya nani? Kama sio ya kwako unataka uifanye nini? Sasa hela za watu si unaacha, si tumeokoka. Mwambia yani ni ya kwangu kabisa. Soma message hapa. Bana pale imeingizwa kiasi. Tunakwenda sasa. Tunakwenda sasa. Sasa unapokuta umeingiziwa dola 1000 kadhaa, unamwambia hiyo uliyoiona, hiyo namba uliyoiona sio ya sio hela ya Kitanzania, ni fedha dola ya Kimarekani. Kwa hiyo ukiconvert zidisha mara 2000 na kwa hiyo inakuwa zaidi mara naambia kwa hiyo ndio hiyo hela. Sasa kwa nini anasema sio ya kwetu? Ikishakuwa nyingi maswali yanaamka pia. Na unatakiwa yatolee majibu. Naambia Mungu amesema sio ya kwetu. Kwa hiyo ni ana amesema ni ya huduma. Kwa hiyo tunafanyaje? Tunanunua vitu vya huduma. Kwani hata tukishajenga shule, ikishakuja hela nyingine wakilipa ada, si tutanani huduma? Naambia hajasema hiyo sasa hajasema. Yaani Mungu hajasema wakitoa ada tutafanya vitu vya huduma. Hiyo mimi sijaisikia. Ila mimi nimeambiwa hii ndio ya huduma. Ndivyo ilivyokuwa mpaka kesho. Shule ikafa. Unajua sijawahi kujua kama tunatakiwa tuwe na shule. Ndio ikapotea. Na mke wangu alikuwa anang'ang'ania tujenge hata madarasa matatu tu mengine yataendelea kwa mbele ya safari. Kwa sababu kuna moja kati ya shule kubwa sana. Huyu jamaa alianza na darasa moja. Darasa lingine la watoto wa baby akawa amejenga mabanzi. Kwa hiyo unapokutana na historia za watu namna hiyo waliofanikiwa, alafu wewe una uwezo wa kuanza na jengo kubwa kabisa la matofali. Unajua mimi hatua yangu itakuwa ni kubwa zaidi. Yaani mimi ni kubwa, nimeanzia pazuri zaidi. Alafu Mungu anasema hamna hiyo. Sio hata ya kwako, kwa hiyo ondoka kabisa, achana na mipango yako. Ndivyo ninavyokuambia na ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo ikageukia pale. Na biashara ikawa imeishia hapo. Hatuna hela tena, tunatakiwa tuishi kawaida. Lakini sikiliza, moyo wangu ukamfurahia Bwana. Kabisa, kwa amani. Kabisa. Kwa amani furaha na ndoa mpaka na baba iko. Sio kama nilikuwa na mke mwingine, ndio yule ndio bebe. Ndio huyo mke wangu nilikuwa naye huko. Tukaambiwa hivyo na ndio huyo mpaka leo. Hajawahi kuniacha. Na hiyo ujinga ya kwenye imani ninayoisikia. Pesa nyingi inakuja inakata usijenge nyumba ya kupangisha. Tunapata sasa. Sasa mimi sijui kitu gani Mungu anakusemesha. Lakini najua kuna mtu Mungu anamsemesha. Sio kama mimi nataka hela yako, lakini kuna mahali Mungu anataka kukupeleka. Tunapata sasa. Kuna mahali Mungu anataka kwenda na wewe. Ndio maana ukiniuliza nakwambia sijawahi kupoteza tumaini langu. Sasa kama unaweza kusemesha kwenye elfu na ukapata shida, hiyo ni wewe. Tunakwenda sasa. Huyu mwanamke anataka mtoto, lakini huyo mtoto atabia sawa kwake. Anasema nitampeleka madhabahu. Kwa nini? Na kwa nini uteseke na kitu ambacho kumbe hata utakuja kuwa na faida nacho? Na kama utakuwa na faida nacho inaonekana kama indirect. Kwani baada ya kumzaa huyo mtoto, huyu mwanamke hana medali wapi mwingine? Tutakutana naye mbinguni. Lakini atakuwa na taji yake. Kwa nini? Alibeba agano la Bwana. Tunakwenda sawa sawa. Tunakwenda sawa sawa. Kwa bado nakuonyesha thamani. Biblia ikasema, Yesu akawaambia wale watu, kwani itamfaidia nini mtu akipata kila kitu alafu nafsi yake ikapotea? Ndio maana nisikilize, unapokuwa kwenye haya maombi, angalia sana. Chunga tamaa yako. Angalia yaliyo mapenzi yako na yaliyo mapenzi ya Mungu. Kwa sababu Mungu anaweza kuchelewa kuyatekeleza mapenzi yako, lakini sio mapenzi yake. Unaelewa? Inawezekana unachokitaka ni mapenzi yako, ya kwako. Sio mapenzi ya Mungu. Tafuta mapenzi ya Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ndani ya mapenzi ya Mungu wewe unaweza kuishi. Ila Mungu haishi kwenye mapenzi ya mwanadamu. Unataka unanielewa? Mungu haishi kwenye mapenzi ya mwanadamu. Ila mwanadamu ana uwezo wa kuishi ndani ya mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo maana unaweza ukavutana muda mrefu sana. Na watu wakaishia kusema Bwana amemfunga tumbo. Amemfunga tumbo kwa sababu gani? Anataka akusikizishe ili ujue umelibeba agano. Kwa hiyo unapoenda kuomba, omba sawa sawa na agano lililobeba, ya kwamba Bwana, hili likitimia, utumishi ulionipa ndivyo utakavyokuwa mbele zako. Kwa nini? Kwa sababu kutoka ndani ya huo utumishi na wewe utaishi. Ndio maana Mungu anapotubebesha huduma, hatubebeshi huduma ziishi kwetu, ila sisi tuishi
Mungu hajaleta ndoa ili wewe uishi. Sikilize, ili ndoa iishi kwako, wewe uishi ndani ya ndoa. Ndio maana unasikia hata Waswahili mtaani wanasemaje, ukianza kujivuruga, wanasema ametoka nje ya nini? Maana wewe ndio unapaswa kuishi ndani ya nini? Sio ndoa iishi ndani yako. Ndoa ikiishi ndani yako, unaipeleka unavyotaka. Ndoa ikiwa ndani yako, unaweza ukachukua ndoa yako ukapeleka kwenye madanguru. Kwa sababu haikukontrol tena, wewe ndio unaikontrol. Tunakwenda sawa sawa? Tunakwenda sawa sawa? Mungu hajaleta huduma iishi ndani yangu, ila amenileta mimi niishi ndani ya huduma. Na nafikiri nimewahi kuambia hapa, ili tuchukua muda kufika mahali mke wangu ajue kwamba nikitaka kutoka madhabahu naomba ruhusa, kama vile ambavyo wewe usipotaka kuingia kazini naomba nini? Kwa sababu nafikiriwa tu kwamba mchungaji kanisani akitaka kuondoka anaondoka tu, anaishia zake tu, ataulizwa na nani? Usipokuwa na hiyo nidhamu ya kujua kwamba hata kama mama mage hata kuuliza, lakini Mungu atakuuliza, umeondoka madhabahu nani amekuruhusu? Maana umeshachukulia madhabahu ni mahali pa kudharauliwa. Unajiendea unavyotaka.